lakini nipende tu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi sote tuko hapa katika kipindi hiki cha Kwaresima. Mimi niko Dodoma, kwa hiyo ni Mkristo mwenzenu. Ninaomba na mimi mnipokee pamoja na familia yangu kama Mkristo mwenzenu katika parokia hii. Lakini kikubwa katika mafundisho ya leo yameeleza umuhimu wa kumtegemea Kristo. Katika mafundisho ya leo tumeelezwa jinsi kipofu alivyoweza kuona kwa uponyaji wa Kristo. Hili ni fundisho kubwa kwetu, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna ugonjwa wa korona, na mimi naamini ugonjwa huu ni wa Shetani, na njia pekee ya kushinda ugonjwa huu ni kumwomba Mungu, ni kuomba uponyaji wa Kristo. Tumetishana sana hasa hapa Tanzania, kana kwamba hakuna magonjwa mengine yanayoua watu. Ukimwi unaua, kansa inaua, ajali barabarani wanakufa watu wengi tu, malaria inaua. Korona mpaka sasa hivi haijaua hata mtu mmoja hapa Tanzania, lakini tunatishana sana. Nimeanza kuwa na wasiwasi kwamba imefika mahali hata watu tunaanza kumsahau Mungu, kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli katika maisha yetu. Sisi wa Kristo tunakumbuka tulimkiri Kristo kwa kubatizwa kwetu. Tulimkiri Kristo kwa kipaimara, tukamkiri Kristo wengine kwa ndoa, na wengine kwenye maagano mbalimbali kama masista na mapadri. Tuna imani kubwa kwamba tukimtegemea Mungu hakuna litakaloshindwa. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mbalimbali, wakiwemo ndugu zetu Waislamu, tuendelee kumtanguliza Mungu wetu. Imefikia mahali sasa watu wanaogopa hata kwenda makanisani, wakifikiria watapata korona. Watu imefikia mahali wanaogopa hata kwenda msikitini kumwomba Mola wao, wakifikiri watapata korona. Naweza nikafikiria kwa mawazo yangu madogo kwamba katika kipindi ambapo Shetani ameutawala ulimwengu ni kipindi hiki. Tusimame imara. Mimi najua katika njia pekee ya maombi na kumtegemea Mwenyezi Mungu tutaweza kushinda hili balaa. Na mimi nina imani kubwa hili gonjwa la korona nalo litapita. Na katika maandiko matakatifu na vitabu mbalimbali vya dini vinatusisitizia tukimtegemea Mungu ushindi upo. Niwaombe ndugu zangu wa Kristo na wa Tanzania kwa ujumla, wa madhehebu yote, huu ndio wakati mzuri sana wa kumtegemea Mungu kuliko wakati wote. Tumtegemee Mungu, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kujenga uchumi wetu. Hatuwezi tukasalimu amri kwa ugonjwa huu wa korona tukashindwa kumtegemea Mungu na tukashindwa kuendeleza uchumi wetu. Hili litapita kama yalivyopita magonjwa mengine, lakini tuendelee kuchukua tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukifundishwa na viongozi wetu. Na Baba, nakushukuru sana kwa tahadhari iliyotolewa na Baba Askofu Mkuu Kinyaia kuhusu tahadhari ambazo tutaendelea kuzichukua katika ibada zetu. Lakini niwaombe sana ndugu zangu wa Tanzania, tusiogope kwenda kumtukuza na kumsujudu Mungu
katika imani zetu, kila mmoja kwa wakati wake. Na ndiyo maana sisi kama sisi serikali hatukufunga ibada misikitini wala makanisani, kwa sababu tunajua huku kanisani na misikitini ndipo kwenye uponyaji wa kweli, kule ndiko palipo na Mungu. Na ndiyo maana hata nilivyokuwa na komunika hapa sikuogopa. Korona ambaye ni shetani haweza kukaa kwenye mwili wa Yesu, atakuwa ameshaungua huko mbali. Huu ni wakati wa kujenga imani zetu. Tusitegemee mavitambaa ya puani. Tuchukue tahadhari. Mungu wetu analipenda taifa hili. Nataka niwaambie ndugu zangu, wagonjwa bado wapo wachache, na bahati nzuri wote waliopata maambukizi haya wote wanaendelea vizuri. Na wengine ukimwona huwezi ukajua kama anaumwa. Anaweza akakupigia mazoezi hata push up za kawaida, ila tunaendelea kuwatunza katika maeneo haya. Kwa hiyo Mungu anaendelea kufanya miujiza kwa taifa letu. Tuendelee kusali. Mama zangu, masista, tuendelee kupiga magoti tukimwomba Maria, Bikira Maria, mwombezi wa wagonjwa. Wakristo wenzangu, tuendelee kuomba. Ndugu zangu Waislamu, tusiogope kwenda msikitini. Tuendelee kumwomba Mola wetu. Kila mmoja na dhehebu lake, tuendelee kumtukuza Mungu wetu na kumshukuru. Mimi nina uhakika gonjwa hili litapita kama yalivyopita magonjwa mengine. Hata katika maandiko matakatifu palikuwa na magonjwa kama tauni, watu walisali yakapotea. Kuna magonjwa TB, hatukumwacha Mungu. Kuna magonjwa ya kila aina ya kuambukiza, bado watu walisimama na kuendelea kumwomba Mungu. Kwa hiyo nakushukuru sana Baba kwa mafundisho yako mazuri ya leo. Umetupa nguvu kwamba tuendelee kumtegemea Mungu katika maisha yetu ili tuweze kushinda hili balaa, lakini tukiwa tunachukua pia tahadhari. Watu tusitishane. Watu tusitishane. Tunatishana mno. Kila ugonjwa lina mahali pake. Inawezekana huku yakapita tu kama kaupepo. Na ndivyo mimi ni matumaini yangu kwamba litapita tu hivyo. Tuchape kazi, tuendelee kumwomba Mungu, tusitishane, tusiogopeshane. Na nitoe wito kwa ndugu zangu wanaoandika kwenye mitandao, kwa sababu kila mmoja amekuwa akiandika lake. Wengine wanapeleka kama mzaa. Huu ugonjwa si wa kufanizia mzaa. Wanaotoa elimu watoe elimu kwa kuzingatia maadili pia, kwa sababu wako wengine wanatoa elimu ya kusema watu wote wataugua Tanzania. Wasipougua utafanyaje wewe unayezungumza hivyo? Niwaombe ndugu zangu, tusimame imara. Kristo ambaye ni mkombozi alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ataendelea kutulinda na kutupitisha pia salama katika kagonjwa haka kadogo ka korona, kwa sababu kwa Mungu haka ni kadogo sana, na tutakashinda katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru sana kwa nafasi hii. Niwatakie Jumapili njema, tuendelee kuombeana. Mimi niko hapa kwa watani zangu wa Gogo, mahali pazuri sana. Ndio nakaa hapa, nitakuwa hapa katika maisha yangu yote. Tuendelee kuombeana na Mungu awajalie sana kwa yote. Asanteni sana, asanteni sana.